Chips ni chakula pendwa sasa kwa wadada, lakini ni moja kati ya silent killer, moja kati ya vyakula ambavyo vinawasababisha matatizo mengi sana. Bahati mbaya, haya ni matatizo ambayo yanakuwa mdogo mdogo kiasi kwamba anashindwa kuelewa kwamba matumizi ya chips kwa muda mrefu ndio yamezalisha matatizo ambayo wanakuwa nayo sasa ya uzazi. Sasa tujadili sababu 10 kwa nini chips ni hatari na hautakiwi kutumia. Kabla ya kuanza somo letu, na kukumbusha kusubscribe, like, share this video kwa wale wote ambao wapendao ili wanufaike na elimu hii. Chips ni chakula ambacho tunakipenda sana. Ni chakula ambacho kimetengenezwa na viazi. Viazi ni chakula cha wanga. Kisha sema wanga, kama ni mfuatiliaji wa channel yetu utakuwa ushajua tayari wanga ni kitu gani na ni kwa nini ni chakula ambacho kinatajwa kuwa ni dangerous. Sasa tukianza na hasara ya kwanza au madhara ya kutumia chips. Kitu cha kwanza ni kwamba chips inatengenezwa na mafuta. Mafuta mengi yanayotengenezwa chips ni vegetable oil. Sasa mafuta ya alizeti ama koria ambayo yamejaa vitu vinaitwa saturated fat. Saturated fat kwa bahati mbaya zikiingia mwilini zinaongeza cholesterol. Ile low density cholesterol ambayo sio salama kwa afya na inaweza ikachangia changamoto za mzunguko wa damu, lakini pia kwenye hormonal imbalance, kwa sababu cholesterol inatumika kutengenezea homoni mbalimbali za mwili. Kwa hiyo inapopata changamoto aidha kuzidi au kupungua, hata ile production ya homoni inaweza ikaleta shida kidogo. Kitu kingine, mafuta haya yanayoandaliwa chips yana kiwango kikubwa cha polyunsaturated ambayo inaitwa omega 6. Ni mafuta yanaitwa omega 6. Omega 6 ni nzuri, sio mbaya, na ikiingia mwilini inatakiwa kuwepo mwilini kwa kiwango fulani, lakini inapokuwa too much inatakiwa itolewe, na anayetoa ni omega 3. Omega 3 ni the best fat katika mwili wako. Kwa bahati mbaya, asilimia zaidi ya 90 ya wanaoangalia somo hili ikiwemo wewe una upungufu wa omega 3. Ndio maana unapata changamoto sana inapokuja swala la kushirikisha ubongo kwenye mambo yako. Kwa hivyo unapotumia chips imetengenezwa na haya mafuta yana polyunsaturated fat inaitwa omega 6 ambayo inapunguza kiwango cha omega 3 katika mwili wako, lakini pia ina saturated fat ambazo zinaongeza cholesterol level katika mwili wako. So it's very dangerous. Yaani katika kiwango cha mafuta ambacho kinapatikana kwenye chips, na ni kingi kweli. Ukitaka kujua ni kingi, kamua ile chips yako uone kiwango cha mafuta kitakachotoka pale. Sababu ya pili ni high calorie. Calorie ni kipimo cha nishati ambayo inatakiwa mwilini mwako. Kimsingi, average wastani wa kawaida unatakiwa kutumia kalori 1800 mpaka 2000 kama wewe ni wa shughuli za kawaida tu, ofisini, kutembea kidogo. Lakini kama ni mtu wa mazoezi na shughuli nzito nzito, zinaweza zikafika hata 3000 hadi 4000, lakini walio wengi mnahitaji kalori 1800. Sasa mafuta ni moja kati ya vyakula ambao vina kiwango kubwa sana cha kalori. Mafuta kidogo tu yakiunguzwa katika mwili yana produce kalori nyingi sana. Sasa the problem ni kwamba unapotumia mafuta, mwili wako ukitumia mafuta kupata nishati, muda huo umekula vile viazi ni wanga, vitalezi, sukari. Sukari ndio inatakiwa iwe primary source ya energy. Sasa kitakachotokea ni kwamba mafuta yako yata provide energy nyingi sana kiasi kwamba hata ile sukari uliyotumia au ule wanga, kwa maana ya vile viazi, sukari yake itakuwa haina tena ile impact. Kwa kiasi kikubwa itabadilishwa kwenda katika mafuta, itaenda kuhifadhiwa maeneo mbalimbali ya mwili, mfano tumboni, unakuwa na uzito mkubwa. Na kama hujui ni kwamba zile seli za mafuta ni seli hai na zinazalisha homoni ya estrogen. Kwa hiyo kwa wanawake ni moja kati ya changamoto ambazo zinawakabili za hormone imbalance, zinasababishwa sana na mrundikano wa mafuta kwa kutumia vyakula ambavyo vina mafuta mengi na sukari nyingi ikiwemo chips. Kwa hivyo chips ina high calorie, hautaki kuitumia chips kama wewe sio mtu wa kufanya shughuli zile za mikiki sana, kwa sababu kiwango kubwa cha energy unachokiingiza kwenye chips hakitumiki, kinabadilishwa na kitaenda kuhifadhiwa kama mafuta. Ya tatu, mafuta ya vegetable oils yanapochemshwa kwa muda mrefu, yanapochemka kwa muda mrefu sana, kuna kitu kinazalishwa. Sukari kwenye viazi tuna sukari. Kwa hivyo
Tunapochemsha sukari kwenye mafuta kwa muda mrefu, ile sukari inaungana na kitu kinaitwa asparagine, inatengeneza kitu kinaitwa acrylamide. Acrylamide ni kemikali ambayo ni very dangerous na imeonekana kusababisha changamoto za saratani, carcinogenic group 1. Yani Umoja wa Mataifa umeweka katika kundi nambari 1 ya vitu vinavyosababisha saratani kwa binadamu, acrylamide. Kwa hivyo unapotumia chips zilizokaangwa na mafuta kwa muda mrefu, by the way, hii ni compulsory. Chips nyingi zina hii kemikali kwa sababu watu wengi sana wanauza chips. Sidhani kama wanatumia mafuta mara moja. Atatumia leo, kesho atanunua mengine, ataongeza tu pale ile kumask ile rangi. Yaani ni kwamba mafuta yanaweza akachemshwa hata siku 10 mfululizo yanatoa chips. Kwa hivyo unaweza ukaona ni kiwango gani cha acrylamide ambacho unakipata, na kadri ambavyo mafuta yanakuwa yanachemka kwa muda mrefu zaidi, ndivyo hii acrylamide inakuwa ni nyingi zaidi. So unaweza ukaona ni kwa namna gani these things are so dangerous. Well, kitu kingine ni low nutrients. Hakuna virutubisho katika chips. Virutubisho vingi kama vitamins ndani ya viazi vinaharibiwa inapokutana na heat kubwa. Kwa hivyo lile joto kubwa ambalo linatumika kutengenezea viazi ama hizo chips linaharibu kemikali nyingine zote, virutubisho vingine vyote. Mwisho wa siku unabaki na mafuta ambayo yametengeneza sumu kama hizo acrylamide pamoja na sukari peke yake. Kwa hiyo unaingiza mwilini mafuta ambayo tayari ni sumu pamoja na sukari. Kwa hiyo unakuwa haufanyi kitu chochote cha maana zaidi ya kuingiza sumu tu katika mwili wako. Kitu kingine, chips ni high glycemic index. High glycemic index maana yake ni chakula ambacho ukikitumia kinasababisha sukari ya mwili kuraise kwa muda mfupi katika kiwango kikubwa. Kwa hivyo chips unapokula, imetengenezwa na viazi, ni chakula cha wanga, kina high glucose, kina sukari nyingi. Kwa hiyo kinapofika mwilini, kama umetumia chips tu peke yake, kitafyonzwa kwa kiwango kubwa sana. Kitendo cha kufyonzwa kwa kiwango kikubwa sana kitasababisha insulin kuzalishwa kwa kasi ndani ya muda mfupi. Kuzalishwa kwa insulin mara kwa mara kwa kiwango kikubwa ndani ya muda mfupi kunasababisha insulin resistance. And my friend, unaposikia neno insulin resistance, lisikie tu kwa watu wengine. Likikusibu, ili tatizo lina mlolongo wa matatizo mengi sana sana sana. Uzito, mambo ya mzunguko wa damu, pressure, kisukari, matatizo ya uvimbe kwa wanawake, uzazi, mvurugiko wa homoni, vyote hivi. Culprit mkubwa ni insulin resistance. Kwa hivyo unapotumia viazi, ujue kabisa unajiweka riski ya kudevelop insulin resistance. Kitu kingine ni kiwango kikubwa cha chumvi ambacho kinapatikana kwenye chips. Baadhi ya watengeneza chips wanatumia chumvi kabla ya kupika na hata baada ya kupika. Lakini pia kwa wale wanaopenda kununua hivi vitu kwenye migahawa mikubwa kama vile KFC, labda McDonald's, wale watu wanaweka chumvi nyingi sana, chumvi ambayo hauhitaji katika mwili wako. Ujue kwamba chumvi imetengenezwa na sodium kwa sehemu kubwa. Sodium sio kitu salama sana kwa mzunguko wako wa damu. Kwa hivyo unapoenda kununua chips, ujue kabisa kuna salt ambayo hauhitaji na inaweza ikakuletea shida sana kwenye mzunguko wa damu. Ukiachana yale mafuta ambayo tayari yashakuwa sumu, ukiachana ile wanga unaipata pia kwenye ile viazi. Kuna chumvi pia ndani yake ambayo ni very dangerous kwa afya. Kwa sababu kama unapenda, kuna watu wanakula chips yani asubuhi, mchana, jioni, yani muda wote ni chips. Hasa wadada. Na unakuta hawana shida, wananenepa vizuri. Bahati nzuri watoto wengi wa sasa hivi mashallah, DNA nyingi zinaelekeza mafuta yao kuhifadhiwa kwenye matako, hipsi na manyonyo. Kwa hivyo kile kitu machoni mwa watu wengi tunaona ni kizuri, ni fahari, mtoto kanona, hipsi wowo, nyashi imesimama yenyewe. Lakini deep down kuna mambo yanaendelea ambayo baadaye inaweza ikaleta shida sana. Unaweza ukajiuliza, mtoto mashallah kaumbika figa, lakini ana matatizo ya uzazi. Kwa nini? Moja kati ya sababu ni kwamba ule muonekano wake unauona unakuja na impact nyinginezo, mfano hizo za insulin resistance, kwa sababu hawezi akajaa vile bila kutumia masukari. Sukari yatabadilishwa atakuwa mafuta, ndio yatakuja kumpa ile umbo. Kwa hiyo ukiona vile, it means
kuna sukari nyingi ambayo anatumia inabadilishwa kuwa mafuta. Hiyo sukari inatengeza umbo, lakini the other side, the dark side ni kwamba inamweka kwenye riski ya kupata insulin resistance. Mwisho wa siku anapata hizo changamoto za hormone imbalance pamoja na changamoto za uzazi na changamoto nyingi sana. Na kitu kingine ni kwamba matumizi ya mara kwa mara ya chipsi yanakuweka kwenye changamoto ya kupata metabolic disease. Metabolic disease ni changamoto zote ambazo zinatokana na hitilafu za kiutendaji ndani ya mwili. Mfano, udhibiti mbovu wa insulini, udhibiti mbovu wa cortisol, udhibiti mbovu wa glucose, vyote hivyo vinasababisha metabolic disease. Lakini pia udhibiti mbovu wa cholesterol, vyote vinasababisha metabolic disease. Sasa ukiangalia chipsi inasababisha vyote hivi. Chipsi inakusababisha cholesterol kuwa juu, inakuweka kwenye riski ya metabolic disease ya mzunguko wa damu, pressure, ischemic stroke. Inakusababisha sukari nyingi mwilini, inakuweka kwenye riski ya kisukari, uzito mkubwa, insulin resistance. Umeshaona. Kwa hiyo mambo ni mengi, muda ni mchache. Hatukatazi kula chipsi, lakini hakikisha hiyo chipsi inakaangwa mara moja na mafuta. Na mafuta bora zaidi ya kukaanga ambayo yanahimili sana joto ni mafuta ya avocado. Kama unaweza kupata mafuta ya parachichi ni mazuri, yanahimili joto bila kubadilika kuwa sumu. Lakini pia mafuta ya alizeti pia kuna joto fulani, haitaki kuzidi centigrade 150, yanaweza kadimili na bila kutengeneza sumu. Lakini kaanga mara moja, usirudie tena. Je, unaweza? Kama unaweza, kula chips. Hata hivyo isiwe too much. Kumbuka chakula unachokula kila siku kina guide muonekano wako na afya yako. Kwa hivyo unapokula chipsi, kumbuka umekula sukari na mafuta mengi. Chakula kingine utakachokula inabidi utumie chakula ambacho kita compensate kitu ambacho umekiingiza mwilini kupitia ya machipsi na vyakula mengine ya ovyo ovyo. Chakula ni bora sana kwa ustawi wa afya yako. Hope utakuwa umeenjoy somo. Kama una jambo lolote, acha kwenye comment. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.